Mtu hawezi kuwa na vitu vyote. Ati mtu tia ile vitu vyose. Wakupe neno, baguhe ijambo, wakupe pesa, baguhe ifaranga, wakupe kila kitu. Baguhe buri kintu cyose. Hapana. Oya ndishoboka. Kuna vitu vyenye unaweza kukosa. Hari ibintu ushobora kuba udafite. Lakini wamenyunga mkono sana. Ariko barafashije cyane. Mungu awabariki sana. Bana barafashije cyane. Kwa nini nasema hivi? Wewe mpamvu muzingiri nikisimama kufundisha, iyo mpamvu kubwiriza ninakuwa natairisha somo karibu mbele ya miezi mitatu. Ati bana niteguye mbere ya miezi 3. Naliandika. Atekandika ikigwa. Kama sina pesa nitaandika namna gani? Ate sio ndafifaranga sana ndikabuti. Mungu anawatembelea kama mara nyingi. Atari Imana bigihe bacamo wanatoa pesa zao bakakora umufuka bakamereza faranga. Na hiyo imenipa ujuzi wa kusema mbele za watu. Kandi tunambaye uhanga wa kuvuga imbere y'abantu. Sitakosa neno la kusema. Ati sitawe jambo. Saa yoyote mtakaponisimamisha mnasema kutumia watu wa Mungu. Ati yecho uzaba kutukuka ngo kuvuga imbere y'abantu Imana. Ati ngaho tuvuga kifanya tumakoze kendi kule kabisa. Abo bifusa na faida. Ifite umaro. Nashukuru sana kwa kazi ambayo mnaifanya. Ati ndashima cyane kuko muri mukora. Tungali tu wakati wa huzuni. Atari gihe tumubabaro. Lakini roho zina furaha. Ariko imitima ifite ibyishimo. Kwa wiki iliyoanza ya kileo. Muchumo tatangiye tikiriyo. Nimeanza na neno lenye tulisoma kwenye kitabu cha Yohana. Twavuze ijambo ryanditswe muri Yohana 14 ambao Yesu yeye mwenyewe alisema tutasoma. Aho Yesu yavuze mu ijambo nyine yivugiye. Naongea tu. Atenda biganira aho kusota kutusome. 14 ya Yohana. 14 za Yohana. Maneno ambayo Yesu aliyasema kwa kinywa chake. Magambo Yesu yivugiye ubwe natekanwa. Anatuambia kwamba msifadhaike. Tugira ngo timubabare. Unamwamini Mungu. Ati nizeye Imana. Niamini na mimi. Kandi naje nizeye. Nyumbani kwa Baba tuna makao. Ati baada ya tani masumeshi. Ndio neno ambalo tuliongea. Ndio jambo twagani leo. Ninaruka kidogo. Ati ndasiba huke. Kulikuwa walimu wanafundisha baada yangu. Ati nyuma hari wabarimu bigishije nyuma yaje. Waliongea maneno mengi. Bagagira amagambo menshi. Sitayaongea hayo. Ayo sinavugaho. Naruka mpaka kwenye maneno yaliyosemwa jana. Ati ingeza ku magambo yavuzwe ejo. Mwalimu wa jana mwigisha wetu alisema neno moja ambalo avuze jambo limwe. Nilitaka kufunga maneno yote tulianza kusikia kwa wiki iliyopita. Ati kwa magambo yose twagariye muri kitunga gishize. Alisema kwamba Yesu akasema hivi. Yaravuze ngo Yesu avuze gutya ngo utakapokuja duniani ati kozaza misi utakuta imani. Esa zafanya kwiza ariko kiriho. Hilo ndio alilosema. Ndio jambo yavuze. Sasa leo ninataka kuongea maneno ya mwisho. Ndashaka kuvuga ku magambo y'imperuka. Maneno ya mwisho. Magambo y'imperuka. Neno ambalo linasema jambo livuga ngo kondoo na mbuzi. Intama n'ihene. Kondoo na mbuzi. Intama n'ihene. Kondoo na mbuzi ni nini? Ese intama n'ihene ni iki? Acha niwarudishe nyuma kidogo. Ati kama suzi ni mahoga. Kuna kundi tatu za wahubiri. Hariho ibice bitatu z'abigisha. Wahubiri wa kwanza abigisha bande walisema juu ya ufalme wa Mungu. Bavuze juu ya Imana. Walipomaliza kazi yao barangije umurimo wakaachia wengine nafasi. Basigira abandi n'abandi mwanya wao. Walimu wa pili abandi bagira kabiri walisema habari ya neema. Bavuze juu y'ubuntu. Hao nao wanaendelea barakomeza mpaka leo. Ugeze uyu munsi walimu wa mwisho rero abigisha banyuma wanaongea kitu kikubwa. Bavuze ku kitu gikomeye ambacho ni kitu cha mwisho. Ico kitu rero cyo cyimperuka. Hawa ndio walikuwa mwisho wa uhuru. Aba nibo baheruka kubigisha. Kila kitu na wakati wake. Buri kitu gifite igihe cyacho.
Ukiwa kama umesahau wakati wako, iyo wibagiwe igihe cyawe cyangwa umwanya wawe, utakuwa umepoteza kila kitu. Uzobutakaje kitu chochote. Mtu kama ukiwa na safari, umutafute urugendo, unatakiwa ujiandae mbele ya wakati. Birasabwa ngo witegure mbere y'igihe. Sababu wakati utakuwa umesitukia safari, kuko igihe uzohaguka ugenzi rero ugenda, utaenda na kila kitu. Na kitu rero uzahajana cy'ugenzi cyane. Waweza kuacha hata vitu vyenye utapeleka. Ati hari ijoro kubaga ibintu by'ingenzi cyane urumbe. Waweza kubisahau kabisa. Ushobora kuziba juu ya hii kweli iki haukujua wakati utakapoondoka. Ntiwamenye igihe uzahanuka, au kujua ni muda gani ambao unatakiwa kujitayarisha. Ntiwamenye umwanya runaka ushobora kwiteguramo. Au walimu walikuwa namna gani? Ababigisha rero bari bameze bate? Walimu wa kwanza abigisha ba mbere tutakwenda kuona baadaye. Turabona hanyuma. Ninaomba tusome Biblia. Tusome muri Biblia. Baadaye tutaenda kuendelea kufundisha. Hanyuma dukomeze Inyigisho. Mathayo. Some mu butumwa bwiza bwa Mathayo 25. Na mstari wako wa 31. Umurongo wa 31. Mathayo. Injili ya Mathayo. Butumwa bwiza bwa Mathayo. Tunarudia. Usubiremo. Naona kama unaweza kuanza ku 31 sawa. Atuko twaya kama mtakarimwe na mahoro. Kristo yuko tayari. Kristo iza kwa uteguye. Tusaidie kusoma. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice zaho 25 murongo 34. Biravuze umwana w'umuntu ngo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Abarobanura kuko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishira iburyo bwe, naho ihene azishire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpicomwa, nari umushitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye murasura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ugoma bikoreye umwe muri bene data. Ababoroheje bari nyuma y'abana, arije babikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume mwe, muje mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Amen. Soma 19. Pia 19. Isn't Ana 19 makumyabiri. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 19:30. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 19:30. Bibiliya yavuze ngo Yesu amaze gusoma
Yesu asifiwe. Kama hibaza. Yohana nimesema neno karibu la sita ambalo wanajibamba maneno aliyosema. Ati Yohana ze kujambo ya kitandatu magambo yavuze. Maneno aliyosema Yesu. Magambo Yesu yavuze. Aliongea maneno sawa. Yavuze kwa magambo arindwi. Tutayaongea moja kwa moja. Tutavuga ulimwe kurindi mpaka tumalize yote sawa. Tuyaanze usipara arindwi. Kwenye nimerudi ni kwenye kitabu cha Mathayo. Hao nagarutse ku kitabu tumebeza kwa Mathayo. Ambapo unasema kwamba atakapokuja mwana wa Adamu hao bivuga sasa umwana w'umuntu atatenga kondoo na mbuzi. Ngo azarobanura intama ihe. Nimeongea kwamba kuna injili ama wainjilisti aina tatu. Yavuze kuko hari uburyo bw'uvuga butumwa mu buryo butatu. Aina ya kwanza ni ya ufalme. Uyo bwa mbere n'ubwami. Ilikuwa na wainjilisti wawili tu. Zavuzwe abavuga butumwa bari mu buryo bubiri gusa. Wawili tu. Babiri gusa. Walipomaliza injili yao, bamaze kurangiza ubuzima bwabo, wakaachia wengine waanze kuhubiri. Basira abandi nabo kugira ngo bakomeze. Mtu wa kwanza aliyekuwa mhubiri katika injili ya ufalme, umuntu wa mbere wavuze ku bwami bw'Imana, huyu ni Yohana. Yohana alisema neno moja, anasema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yohana anavuze ngo nimihane ku bwami bw'Imana bwegereje. Na wakati alikuwa akihubiri, mu gihe yabwirizaga, ukisoma habari zake sana, usome makuru ye cyane, ni mtu aliyetembea katika shida sana. Ni umuntu wakoze ibihe cy'intambara nyinshi, mtu aliyepata matatizo makubwa, umuntu wagahura n'ingorane zitandukanye. Lakini pamoja na matatizo, ariko hamwe n'izo ngorane, anajua kwamba huu ni wakati wangu wa kupata shida. Yaravuze ngo iki gihe cyasubura ili hakikishe nimefika mwisho wa kile ambacho Mungu alitaka mimi nifanye. Yamenyesha kuko agaza kwiherezo bw'Imana ashaka ko akora. Kujua yeye ni nani, na wakati ambao alio nao ni wakati gani kwa sikia matatizo aliyoyapata. Kitu cha kwanza wanasema kwamba alikuwa akila asali na nzige. Senene. Ndio ilikuwa chakula chake. Asali. Kitu kizuri sana. Ni kitu kizuri sana. Asali ni kitu kizuri. Ubuki ni kitu cyiza. Kila mtu akila, kandi mtu ayuki kinamsaidia hata katika mwili. Mtu kurafasha na mwili. Wengi ambao wamekula sumu. Abantu benshi maana sumu wanapatia kwamba kula asali sana. Sasa utegeka kubyuki cyane. Maana ni kitu ambacho kinasukua mwili wa mtu. Ubuki goza umubiri w'umuntu. Nani mwenyewe alishakula asali? Ndio mtu aliyebuki. Bwana asifiwe. Amen. Je, asali ati ubuki kitu kizuri ni kitu cyiza, hakipatikani kwa urahisi. Ati kimuzoboneka byose. Kwa kwenda kufika kwa asali kuja kugera kubuki kuna shida. Ari ntamba kuna nafsi. Wewe unaanza kwenda njiani, sura kwenda muzima, unakuta kuna vidudu hapo basanga hadi kusimba ambavyo unaitwa siafu. Bitwa intosi wa vichwa vya karabini. Nika bikupe bidiri bitumira kakiruma iyo gufashe hapo wewe ukakutukize mumana abantu bose mu mazi akata toka akabateza mfahotozi wewe kufika kwa sala kugera leo si rahisi. Tifazoroha kuna vita vya ajabu. Hadi ntambara zikoma ihora na ukishafika kunyuki zenyewe atrige zile za kuzo kinyazo. Tungali watoto Tanzania, atitikana wa Tanzania tuko pamoja na watoto wa wao tuarana bana wanafuga ng'ombe nyingi sana. Ngorora nzuki cyane. Sasa mtoto mmoja umwana akaingiza kamuti mule mnyuki. Ati bisagati haja muzuki. Watoto wengine walizimia na kuumwa na nyuki. Ati abana benshi barahwera kwa kula asali kwa kunyuki. Sio rahisi. Hapo toroshi. Maana ndio maana watu wengine wanakuta anabeba moto. Ndio maana sana wewe sio jana mulio. Wanasifiwa. Haleluya. Azali mtasifiwa. Ati nataka kwa mumva. Wengi wanachukua moto. Hawezi wazala sana mulio. Mbele ya kula asali, mbele ya kuja ubuki, wanafukuza nyuki na moto. Ati wakagenda birukana nyuki na nafasi ya kugusa. Kugira ngo babone aho. Sio rahisi kufikia. Kufikia mema ambayo Mungu ametayarisha kwa ajili yako. Bila kumzima sio rahisi. Lazima ufanye tendo. Jinsi ulivyoitwa. Kugira ngo ugere mu byo hanga. Kuwa mimi ni nani? Kugira ngo
akafanya sawa sawa na jinsi alivyotakiwa kufanya. Yakoze ibyo ibyari bikwiye gukora. Kila mtu ana wakati wake. Buri muntu agira igihe cye. Wewe una wakati wako. Bafite igihe cyawe. Solomon wakati wake. Pastor Solomon afite igihe cye. Kama mimi. Tufite igihe cyaje. Mimi najua. Jewe ndigise. Kwamba nimepewa kazi kuhubiri watu habari njema. Kugira ngo kuko na hapo. Kwa hiyo hata ukipinga utahubiri tu. Nuko uzabiriza. Ukinisema mwenyewe adivai. Nuvuga hiyo tambi. Mimi sitakuangalia. Sasa nakuelewa. Sababu ninajua nani ninayetumikia. Na nataka nifanye nini kwa ajili yake. Haleluya. Wakati unapojijua wewe ni nani. Utarudi nyuma. Songa mbele. Maana unajua kile unachokifanya. Huyu akuchoka. Kwenda kufika kusema. Sio rahisi. Wengi wanakesha kwa kukamata senene. Wanakesha kwenye mataa. Senene namba kamataki mchana. Haleluya. Senene kamataki mchana. Kamata usiku. Utapoteza usingizi. Utapoteza kila raha ambayo wengine wanafanya. Unaenda kukaa ili uweze kukamata senene. Kwa hiyo haiko rahisi. Hawa wahubiri wa nani wa ufalme Mungu walipata shida. Mtu wa pili Yesu Kristo. Naye vile neno. Vile neno. Hilo la yeye alisema. Hata nirudi kidogo kwa Yohana. Yohana leo alijua Yesu. Baada ya kujua Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Asante sana. Yeye ndio aliambia watu. Unamuona yule? Mwana wa Mungu achukuaye damu zangu za wanadamu. Ndio anaonyesha watu. Kidogo wanamfunga. Walisha mfunga. Yeye akafikiri kwamba Yesu atamtetea. Yesu alisema hapa kila mtu na yake. Fanya yako kufikisha mwisho. Fanya yako. Kufikisha mwisho. Hapa neno la Mungu. Hakuna fanatism. Hakuna mtu mwenyewe anakuja sana. Matayo anafanya hivi. Mimi sasa nitapiga mikono kwa ajili ya. Kila mtu anatakiwa afanye kazi. Sio kwa bure. Nafanya tukiwa na neno. Paulo akasema kama mimi Paulo ninafanya nikijua wapi kwenye ninaenda. Kwenye ninafanya nikijua. Kristo wangu unamjua. Kitu ambacho kimechanganyisha watu. Kujua ni mwanani. Sasa tunamkuta amechanganya mambo. Yeye mtu mmoja atumikia shetani. Yeye mtu mmoja anatumikia Mungu. Hilo inawezekana. Lazima ujue. Haleluya. Ufanye kile kingine na kustahili. Anatuma watu kwa Yesu. Nilikuwa nafikiri kwamba atanisaidia. Wewe kumuuliza. Mwambie Yohana ametutuma kwako. Ni wewe ama ni mwingine? Kama sio wewe, umwambie. Yesu ulisikia menyani mjuu. Akamjibu ndio nasikia. Wewe umwambie Yohana. Ni wewe wanatembea. Vipofu wanao. Wenye ukoma wanatakasika. Na neno la Mungu linahubiriwa. Neno kumwambia hivyo. Alikuwa sasa iko wakati wake. Wewe una wakati wako wa kumtumikia Mungu. Haukuja hapa kukaa tu. Kile ambacho Mungu aliweka ndani yako anataka kizae matunda. Baada
kile kile ambacho unatakiwa kufikia kugera kufisaka kugeraho mpaka upite kwenye kipimo. Ni ngomba guca ku bipimo. Uingie kwenye matatizo, winjira mu bibazo, uingie kwenye shida, guca mu ntambara. Kukutana mambo mengi. Uhure bihe bikomeye Katika injili. Mu butumwa bwiza. Mimi nimekutana mambo mengi. Ati jawe na bihe bikomeye. Ninaenda kuhubiri kanisa. Na kubiza kw'itorero. Tusio kitu. Umuntu si ikintu. Anakuja ananiambia wewe. Kama ati wewe. Ulishi kuweka hapa mbele sana. Jambo unataka kagara. Uko nani hapa? Uinde hapo. Haleluya. Sijui naomba urudi. Sijui naona sema kama mimi sitaendelea. Ati sisi wanafuka bati. Wanasubiri ati simbonezi. Lakini naangalia. Ariko ndariba. Hapa na maneno. Hano ufite itobira ba. Niko hapo kwa ajili ya kubariki watu. Ndio hapo kwa sababu huyu mwenyewe ananiletea hii maneno. Uyuza ya magambo. Ni ndiye alinileta hapa ni Mungu. Sio waza yana chama ni Mungu kwa ajili ya Mungu. Ndio kulima. Sikujibu. Sikujibu. Mwisho nyuma naona anaondoka naye. Ati aragenda siku moja anasimama kwenye madhabahu. Atumusume bagarara kode habari za Yesu. Mvuga makuru ya Yesu. Niposema habari za Yesu. Mvuga makuru ya Yesu. Ule mmoja alikuwa ananiambia wewe sio kitu. Ati wao wao watatu wanakuja kusema mzee. Ati ni wacha kama mzee. Mungu wako akubariki. Ati mali ya bless. Bwana Mungu unasema. Ati kama mzee. Unanisema mimi. Ndio wafugaga. Nikajua kumbe nilikuwa kwa ajili yako. Ati mwenye tukuna Mungu anaweza kusema vitu vibaya. Umutambi vitu hivi. Hajui kama wewe ni msaada wake. Na wasuko leo wewe mfasa. Lakini wewe simama. Baba hapo sawa sawa na Yesu alivyoitwa. Ndio tutajua kwa hapa. Maana yule aliyekuita uko ndogo ana lengo na kile alichoacha ndani yake. Haleluya. Ana kitu ameweka ndani yako ili wasaidie watu wa Mungu. Sasa watumima. Usirudi kwa ajili yako. Tawe kugawa sasa. Sitanyamaza. Sitaseka. Mungu akisema imani tuze. Ninanyamaza. Imani atuze. Lakini wao ukisema hapo uze. Sio ni bila. Sio hapa magani. Ndio Mungu. Na kama imani. Anajua sababu gani Mungu ameniweka. Kazi tatu ni maana sasa. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Mahiba. Ujue wakati wako. Mbele ya Yesu. Huyu wa pili Yesu. Huyu wakati leo wa Yesu. Nitawachosha wale. Ndio mtanivumilia. Ati brani hagaga. Mambo mengi ya kusema. Ati tutamwambia fuga. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu Yesu. Huyu Yesu leo. Mwokozi wa ulimwengu. Umukiza wa nisi. Anafanya mikate. Akora misima. Watu wanakula. Abantu bararya. Lakini walichomtenda atatoa koreye. Angekuwa hivyo. Iyaje kubaho. Au kuvumilia. Tubali hangani. Mwisho akaenda kwenye msalaba. Nyuma ya msalaba. Kwenye msalaba aliongea maneno sana. Msalaba hapo na mara nyingi. Neno la kwanza ndilo lisema. Jambo la mbele anasema hivi. Yapo Baba uwasamehe. Danta baba wale. Maana hawajui wanitenda. Huko wataanza wakora. Bwana asifiwe. Haleluya. Wasamehe. Wale. Maana hawajui wanalotenda. Huko wataanza wakora. Mtu akisumbua mwingine waje naye. Umuntu ntaho ndi bari kumwe. Tabariwe. Maana hii kazi ya Mungu. Kubera kuko uyu muri w'Imana. Fanya kwa ushirika. Tukora. Na ndio maana uliona nilisema kwamba wazee ninashukuru sana kwa kazi mliyofanya. Atino hapo mwuse na kuzama mtashika bashaka kuzokora. Ukifanya kitu yote kitu wakora. Ukaruka kwangu hapa. Atikuna kusema kwa baba. Hata kuandaa somo lingine itafanya. Ndio kutangura ichigwa niki kufanya vizuri. Sibara kueleza. Kufanya vibaya. Bara kozana habi. Sababu ya kukosa watu wa kuunga mkono. Kwa kuparaiza watu wa. Lakini yeye amewatendea mema. Alikuwa wewe kueleza. Ukitaka kuona somo hili hapa mwenyewe amesema. Nushaka kwa kichigwa. Au wasamehe. Au kwa Luka 12:3. Luka 12:3. 12:3. Ndio mwenyewe anawaambia anasema kwamba baba wasamehe. Mstari wa 13. Yesu akasema kwamba wasamehe. Hawajui watendao. Hawakujua kweli. Hawakujua. Na sababu ya kutokujua kwao. Ndio maana walitenda mabaya kwa dunia. Ni sababu ya kujua. Utaenda pata jibu huko chini. Neno la pili. Kulikuwa watu wawili. Anakufa na watu wawili. Walimu mmoja alikwambia kwamba hao
kulikuwa Mrumi ari Mroma na kulikuwa Mwisraeli. Kandi hari wa Mwisraeli. Huyu Myahudi ndiye alisema nyuma. Ni wauza wa nyuma. Mwenye alianza kusema alikuwa Mroma. Wauza wa nyuma. Akamwambia kweli yeye. Anaambia tuwawe. Sio ponya watu hapo. Atikakiza watu hapo. Ukaponya watu hapo. Atakiza watu hapo. Ukawapatia na mikate. Wahaliza watu kuja wale. Hapana wewe. Watu hawana wewe. Na watu tunataka nini? Sio hivyo mikate. Sasa leo tuko wapi? None tulie. Mzigo mwenzako wenyewe uko nao. Kuliko kubeba usaidie. Wewe unamsimanga kwa vitu vingi unafanya. Wewe ukamugamba kuzoea kose. Kama atikwenda. Tutakwenda. Ateseka protana. Uliponya watu. Wako watu wakakufuata. Abantu walikuja kupatia mikate. Ubahizo wanya. Leo sasa tuko hapa. Atinoni ni musu kulisha. Toshe pale kwenyewe huko. Ativana wale. Kisha na sio tutoa. Hajimana tutizama. Yesu akamwangalia. Yesu alikuwa sema huyu Biblia inasema. Hamna timu tatu. Lakini yule Myahudi sababu ni vitu vyenyewe walifundishwa. Kama kutakuja Mwokozi. Alijua kwamba huyu ndiye Mwokozi ambaye tumependa. Akasema Bwana. Na kuambia. Hauna hatia. Sisi tumefungwa sababu tulikuwa watu babaya. Tunapata watu mchia. Tunawapiga. Tunanyang'anya vitu tulivyo. Lakini wewe hauna hatia. Sema mwana wa Mungu. Wewe ulitoka mbinguni kwetu. Hauna hatia na mtu. Siku ile utakapokuja. Usiniache. Yesu akamgeukia. Akasema kwamba sio hiyo siku. Kuanzia leo hii. Tutakuwa na wewe pekoni. Leo hii ndio tutakuwa na wewe pekoni. Hili ni neno la Biblia limesema. Unaweza kulisoma kwenye Luka. Tatu mpaka 14. Kuendelea utaenda kuona. Neno la tatu. Kulikuwa mwanamke. Huyu mwanamke alikuwa akimlilia Yesu. Walikuwa wengi. Baada ya wanawake wengi kulia. Mmoja mama akaja mbele za Yesu. Anasema Bwana, tuna huzuni kwa ajili yako. Lakini tunakuombea. Yesu akasema wewe huwezi kuniombea. Hao wananifanya mimi mtibichi. Hii miti ni kama mtakuwa namna gani? Mchinilie nini na watoto wenu. Maana hao wananifanya hivi. Hii itakuwa ni kitu bure kwao. Hii neno la tatu ambalo walilisema. Hao mama walikuwa wakimfuata. Mwisho akamwambia yule mama yake. Mwambia tazama mwanangu. Hii ni neno la tatu. Neno la nne. Alisema Eloi Eloi lama sabakitani. Mwili huu ni mwili ambao usiyetaka uchungu. Ni mwili ambao unataka uwe na furaha. Mwili ambao unataka uwe na raha. Wakati alipoonyeshwa picha ya kufa kwake, alipoonyesha mateso aliogopa. Akasema Bwana, kwa nini umeniacha? Kwa nini umeniacha? Mungu akumwacha. Unapokuwa na shida na matatizo ulio nayo, usiangalie matatizo yako. Usiangalie ndugu yako. Usiangalie jirani yako. Msaada uko kwa Yesu. Alimwangalia baba. Akasema Baba, kwa nini umeniacha? Akasema neno hili. Kulikuwa huzuni yenyewe ilikuwa ndani yake. Alifikiri Mungu amemwacha. Neno la tano. Alisema ninaona kiu. Kiu aliyoiona sio kiu ya maji. Sio kiu ya maji. Alikuwa na kiu ya wokovu. Bwana asifiwe. Alikuwa na kiu ya kuokoa. Watu wasikie neno la Mungu. Watu wamwamini Mungu. Njia watakayotembelea. Wajue kwamba wao ni wanani. Ndio yenyewe alikuwa anataka. Watu wamjue.
na watu wajijue, waweza kujua Mungu yuko, lakini wewe hujui kama wewe ni nani. Na uweza kujijua wewe, lakini ukakosa kumjua Mungu. Unatakiwa kuwa na vitu viwili, umjue Mungu na wewe pekee ujijue uko nani. Kama usipojijua hautafanya kitu. Hello? Yes. Usiko jijua. Nutime. Na uso kumenya. Kwenda mbinguni. Kuna mwisho kushua ya mtu. Unapenda wewe. Na ukitaka kwenda kuzimu utaenda. Kadi ukenda kuzimu za ajali. Sio kuingia unajua kwenda mbinguni. Ndio nifuka kwa kutenda na hapo kwa hiyo. Habari hizo. Kitu kingine tofauti. Ni vitu vitatu kani. Kuhesabiwa na Mungu kwa imani kama uko mwenyeji. Kumbuka sio kuingia kanisani. Sukutana na kanisa. Na kuhesabu siku za wokovu wako. No kwa nisubizo ukishishwe. Ndio tunaanza kuokoka. Tini twatishwe mbele. Kristo wa kwanza wa zamani ni shetani. Mkristo wa mbele mpepo Satani ndio wa mbele. Yaani mtu wa Mungu mbele yako. Ni wamenyimana mbele yako. Ukisoma Biblia inasema wazi. Nasema kwamba mashetani wanajijua na kutetemeka sana. Ndio kwamba kutetemeka kwa shetani ikawa ndio wokovu wake. Kutetemeka kwa shetani sio wokovu wake. Atakujishughulisha Satani sio katika zake. Atamjua Yesu. Azabanya Yesu. Kutetemeka sana. No kuhidishughulisha sana. Lakini hata kwanza. Haiko mazungumzo talaga ya. Ndio Wakristo wenyewe tuko nao wengi. Ni Wakristo tutelezi. Ni hadithi kwa historia. Na mata ya kanisa kulikuwa. Kwani. Mungu anataka niko. Imani kenera kuvuga ngo ndiki ya basi ya niko kwake. Atibiri yavaka na tibiri wiwe. Amara tibisa ufanye kitu ile saa. Atenda kuvuga ngo uvuguyu musi. Wewe Mungu unahesabu siku zako za zamani. Pale kwa ile misi ngo ndwakera nemeke. Mimi kama ningesema wewe utano kwa sababu sasa zamani ni bali takera ningesema kwanza wazee kushuku kutupatia mahubiri. Atibara hapo ya sababu tukaza mahubiri zamani sana. Atikupa bisho pakera hivi mfuache. Kera mtrekere kutosana tumetembea na mahubiri wakubwa. Atrake ndani na nini sawa kwa na Moses Korona kutoka Tanzania. Moses kutoka Tanzania unamjua. Atikobra Moses nilitembea pamoja naye. Atrake ndani nawe. Lakini hiyo hujafanya kitu. Haikutoka chochote. Mzee Obadia. Mzee Obadia mjua alifika kwanza kule. Atrake zile programu nilitembea pamoja naye. Atrake ndani nawe. Kuhubiri neno la Mungu. Ataka kutoka hapa tunafika kusepaka Kongo. Tunakusha pata. Wanajua kwamba nilihubiri siku za kutosha. Atiwasuko na hapo siku. Lakini tangu leo haikufanya sijafanya kitu. Taki tunakosa. Lakini Mungu anataka nifanye. Sima nataka tukafanya. Sijafanya. Sidani tola. Nataka kumwanzo. Nataka kuhangia. Wewe hakuna Kristo wa zamani. Haukristo wa kera. Unahesabu siku zako. Brava ni sikize. Niliokoka. Atikwe mfano. Wakati fulani. Atikufana. Hiyo haitakusaidia. Hizo tataza kufasa. Anataka wakati huu. Maisha kakugawa. Ulivyo vitenda. Bernardoni. Bado hujafikia fasi. Na huagera. Hata vingine vipya. Tagibidilisha. Badilisha. Hindura. Fanya strategy nyingine. Kwa hiyo kama ukiona vingine ufanye watu hawakukusikia. Atitoa kwa watu wako. Na hata vingine utawaambia watu. Hindura strategy kwa wajue kwamba wanafanya kitu gani. Haitoi mabaya. Neno la 6. Jambo la 3. Anasema hivi. Hapo yote yameisha. Hapo kwa sio siri yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Yote yameisha. Sio siri yake. Unajua maana ya kusema yote yameisha? Usichokisoma kwa sio siri yake. Nataka kusema hivi. Sasa ngabo. Plani yote hii nilipanga. Atituna tabuyo nimeshifikia. Sio siri watu hapa duniani wataokoka. Harumishi zake kwa na mbinguni na wale watu wenye wako kuzimu nitaenda kuwafungua. Kama wale kuzimu za kurani. Alikuwa kumaliza misio yote. Yanaangisha kama alizofuka shetani tayari nimeshampeka. Yanazungukana Satani kila nafasi yuko. Kila nafasi kwenye shetani anafanya kazi. Au Satani wasakoni. Nitaenda kufika na kuharibu kazi zake. Zaga na kusanya pia ni moja. Sasa mwisho ambao Yesu alilolisema. Jambo gani Yesu? Baba mikononi mwako naiweka roho. Kama kuna hata mganga za kusema muka wake. Bwana asifiwe. Nani baba? Kumbe sio shetani alimuua Yesu. Atileo kama Satani kuisha Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Maisha yako ati uzima wako iko mikono ya Mungu. Mungu atatima. Bwana asifiwe.
Haleluya. Mungu wakati anatapenda juu ya maisha yako. Imani tunashaka kusimama. Ndipo atakuwa na neno la kusema. Nipo imani zitachifuka. Biblia inasema Yesu yeye peke kwa kinywa chake. Biblia yangu Yesu nake kama. Akasema Baba, kama mudata mikononi mwako mumaboko yawe naiweka roho yangu. Nimosise mtima wangu. Ukisoma pale chini inasema hivi. Nusoma hapo yangu. Mwisho alipomaliza kusema mikononi mwako naiweka roho yangu. Amesubiri jambo kwa Biblia zangu sio. Akakata roho. Anachika. Sikia jinsi ndio. Mvuko zake. Walikuwa wanafanya kama mtu akifa. Baada kunyo wako na bibi sasa kufundika kwenye msalaba. Hiyo wao wanataka kusala. Wanakamata marto. Wakafatihama. Wanaenda kuniguru. Wakaenda kwa kufunja bora. Baada kuitana mfano wa kamera. Wangapi ambao walikuwa Waislamu? Ni wangapi ambao Waislamu? Acha mimi wamehesabu ilikuwa moja. Ile kazi bila kukojelea. Hakuna Muislamu mwenye anazikwa na miguu yote iko sawa. Ati Muislamu tu wazao mhambafuta makuri yose mazima. Na tumbo hawamwachia kitabiri mchana. Ati ni mzomo mzomo sisi wanapasua. Azamu wanga. Wanatoa uchafu yote. Wanakura mzomo mzomo sisi. Hiyo ndio wanafanya. Mkoko Waislamu wazao huko miguru. Naye wakuzama na pongo unakata. Ati kama bonga burura nuko akapeleka. Sasa akangoja baada wafike kwa Yesu wakati miguru. Biblia kwa Yesu ndio kuna masifufuke. Kuna mtazamo. Wao beko wanakuja wanasema twende. Atiba hela kwa kutuye. Kupanga kwa mti. Buri ya kugiti. Anataka avunje na marto. Aya kuitaya hama. Kwa kufanya hivi. Kuna mtu. Kisha kufa. Sasa Yesu yatika. Sasa utavunja miguu mtu mwenyewe alishakufa. Yesu unaona miguu angali mzima. Yesu mpaka na tu. Ubuzi wale kwa kuna wawazo mtu wako na kumtoki mzima. Baada ya kuona amekufa. Kwa asira yeye alikuwa nayo. Mrakayana kukamata ile mkuki yeye alikuwa nayo. Alifanya Mungu wako. Alikuitambua kwa yeye. Kumbe ajuku yeye amefanya. Na wala sitakose. Amekwenda kumtoa Eva katika ubavu wa Adamu. Amemtoa Eva katika ubavu wa Adamu. Na wewe unakula Eva ubavu wa Adamu. Kanisa likatoka katika ubavu wa Yesu. Nitoa mlango kwa Biblia inasema kwa damu ya Yesu hakuna wokovu. Wokovu ndani ya Yesu. Hakuna mwingine. Yeye peke yake. Asiyemwamini Yesu amepotea. Lakini mwenye kumwamini Yesu ana uzima wa milele. Sisi tukatoka katika ubavu wa Yesu. Sisi Adamu alipotoka Eva wa Adamu, na ndivyo na sisi tumetoka katika ubavu wa Yesu. Damu iliyomwagika. Yesu alikuwa mseremala. Alikuwa mseremala. Damu ilitoka kwa Baba. Alikutusaidia. Lakini iliyotoka pale msalaba. Ikawajia choma. Ndio imekupa kuokolewa. Kuokolewa kwa ajili ya mtu. Unaokoka kwa ajili ya kitu kimoja. Ulipomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, hapo tayari umepata wokovu. Hakuna wokovu kwa njia nyingine. Wokovu uko kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo pekee. Baada ya hao wawili walipomaliza njia, akaja mtu wa pili, Paulo akaleta injili ya neno mpaka wakati wetu tuko kwenye neno. Kwa nini wanasema neno? Neema iko hivi. Ni mtu anapewa kitu kwa bure. Haikukuwa haki yake, wanampatia iwe haki yake. Mbele Mungu alikuwa ametazama taifa la Israeli. Lakini alipokuja Paulo akaanza kuhubiri katika mataifa yote. Walimu wa Biblia wanasema kwamba Paulo ni mhubiri wa mataifa yote. Na ndio maana alihubiri habari njema ya neema. Baada ya kumaliza ile injili ya neema ikaingia mpaka kwa wakati wetu. Mpaka leo kwenye injili ya neema. Hii injili ya neema haihesabu mtu.
injili yako, ubutumwa bwawe, uhesabu kwamba mimi bari kuko wewe ni wa Mungu tangu sasa. ati wewe na kubima tuko kwenye njia ya neema, tuliyatubu sio ile njia nyingine pitana na bali ubutumwa njia ya ufalme walimaliza ni ubutumwa mami yala kuanzia Paulo basibira wakati wetu kugeza kuri tuko kwenye njia ya neema, turi mu butumwa bw'umuntu alihesabu mtu. Niliwaambia siku moja tulikuwa na revera kwenye mkutano wazungu karibu wazungu 10 nilimkaribia mtu mmoja wa Israeli kuzaliwa nipekelisia wa kufanya vyombo walikuwa navyo sema mzee unajua habari za Yesu uzibuza Yesu alisha tuambia kwa Israeli kama tunaona kwa Israeli sema mimi nazijua lakini si zaidi hata si zaidi kwa sababu muuliza tu ya nini si zaidi kama tunataka kwenda hata wewe ni Israeli kama ni Israeli asema mimi ninakuja hapa kwa kuja kufanya tekniki hata leo nataka kusapoa shababu sina hadi wanasubiri haleluya kwa hiyo ugizo ile yenyewe ilikuwa mbele sio yenyewe tuko mwana hatutamaliza kwa kila mtu ajue kwamba hii ni wakati wako wa kumtumikia Mungu vizuri. Ningetoka kumenya kwa Mungu, tamani kwa imani yenyewe. Hii ni wakati wako wewe. Ningeta wewe. Muisraeli wa kuzaliwa baba na mama akuja. Muisraeli utaanze kwanza mama na baba yake alisema ni nani baba yake. Lakini alikuwa baba zaidi. Hata kazi kumzaa Yesu. Neema. Mungu. Haleluya. Neema. Mungu. Haleluya. Salomo ambaye alikuwa Muislamu na baba zake zote. Yeye Muislamu na baba yake yasimama kuhubiri habari njema. Ukiwa hapo sio rahisi kama sio rahisi. Hapo zoro. Ndio maana ninaifanya kazi. Ndio maana kwa ulimo. Bila kuangalia maneno ya mtu. Tarewa kama mtu aliyewe. Akasema sema. Ufuga mmoja. Mimi naangalia aliyepita. Sema ndio hapo mara. Mwenye atafanya kazi afanye. Karibu sana kwa naangalia mwenye aliyenyika. Sema ndio hapo mara. Kwa baada ya kumaliza hii. Uko ndani sana tumika sababu unajua ninafanya nini. Na bora kazi sio mbaya bora. Fanya vile utakavyofanya. Ukweli si bora. Sema nini unataka? Sio sasa. Nitakuona wewe. Na hapo pita. Angalia yule aliyeniita. Sasa wa mama gani? Angalia yule aliyekuita. Leo mama gani? Huyo ana makusudi na. Mungu asitende. Kwa hiyo injili ya neema. Ugizo utuma mtu. Unaokoa kila mtu. Yakisha uliweze. Waliookolewa kwa neema. Acha kwa Mungu. Hawa ni upande wa kanisa. Aba ngezi toyo kanisa la Yesu Kristo. Alitoa ya Kristo Yesu. Haya na neno ambalo tuko mwana. Haya na neno letu. Tunakomesha. Nilisema kwamba na mzako atatenda kondoo na mbuzi. Azorwani mtabani he. Ndio neno letu. Ndio chakula. Atatenda kondoo. Azorwani mtabani he. Siku gani atatenda? Sivyo msala msiki chama sejana. Msikilize kwa mfano. Tukumveleza. Wakati gani atatenda kondoo na mbuzi? Ni gani hasa vikontroli vitatu kwa mtabani. Kondoo na mbuzi ni watu gani? Esi mtabani he ni watu ki. Halo. Msikilize kwa mfano. Mumveleza. Nimesema waevangelisti wa kwanza. Nazo kuko abavu kutuka babe. Nimesema watu ndio sisi. Na sisi abakabikora twebwe. Watatu Paulo wa watatu. Ni watu watatu. Na watu watatu. Sikilizo. Mumveleza na watu watatu. Wa kwanza kwa wamekula watu watatu. Ni wale watu wawili. Ni wale watu wawili. Biblia Kiswahili inawaita mizeituni mbili. Abame wale. Elia na Enoki. Ati Elia na Enoki. Watu wa pili. Watu wakabili. Ni malaika. Ni malaika. Watahubiri habari za ufalme wa mwisho. Bavuze kufungu. Bazabi kusanywa. Watatu. Wale tatu. Kundi la tatu. Nilisema tatu. Ni ile hesabu yenye batemwe banadanganya wengi wao. Ni baba ntawatemwe bazavuga wa mubare mwishi. 1144. Ibihumbi 144. Swali ni
Ikibazo ni hiki. Kwa nini Mungu anataka kurudisha watoto wa Israeli katika taifa kama la Israeli jinsi walivyokuwa mbele? Ese niye mpamvu Imana izashobora kugarura kandi ko kwa Israeli kuko bari bameze mbere. Hapo nasikia watu wengi wanaongea atazama watu wao Mungu atarudisha Waisraeli. Atimaza kama Waisraeli. Tena wataitwa kama ni taifa. Kandi wazitwa ishara. Taifa tu. Ishara sana. Mungu afanyaki kitu chenye hakina faida. Imana ziko ni kitu kitafute hapa. Tabagachi. Akifanya kitu, imani kwa kitu, anatafuta faida kwa kile kitu. Imani inaishakishi nyungu sana. Hao watu wengi watatiliwa mioyo. Hao watu wote wakibenyezo, watakuwa wahubiri. Sasa wao hawafa mtume. Wanasikia? Amen. Watakuwa wahubiri. Sasa hawafa mtume. Siku moja niliwaambia, Musumana wao Mungu kwa kuchagua taifa la Israeli. Imani kwa kutoa kwa Israeli. Aliwachagua tu vitu vitatu. Jamaa tunalisha kwa mambo. Kitu cha kwanza, aliwachagua bamuonyeshe Mungu ni nani. Tunaweka imani kwa linde. Watu wenyewe wasiojua. Kwa watu watazima. Wajue kwamba uko Mungu. Na wenyewe kwa imani na yale mjunisi. Hiyo ni kitu cha kwanza. Sio kitu cha mbele. Niliwaambia kwamba kitu cha pili ni kuandika constitution hapa hii inaitwa neno la Mungu Biblia. Kuna kuandika Biblia. Neno la tatu. Neno la tatu. Ilikuwa kumtuma Masihi sababu dunia ilitaka uipate mkombozi mwenye atawakomboa. Watu tunaweza Masihi kumbe hapo kuna mkombozi. Iwao kukusaidia kwa Yesu. Ndizo mikatatu. Hakuna kingine zaidi. Lakini ni kitu hicho. Yeye kilituma anachagua taifa la Israeli. Sasa tunatoa neno la Yesu. Kama tena atawarudisha. Kandi rumeza wakarudisha tu kwa kuikarbo aliokoa taifa la Israeli. Watu wakakusa kusana habari hizo. Hello. Hallelujah. Sio wewe. Habari hizo. Watakuwa wahubiri. Sasa wao watu. Sababu kama tungeendelea hiyo tupomeza tungefika kwenye gate ya Armageddon. Kogeze kuntambara ya Armageddon. Vita vyenyewe vitapigwa kwenye bonde la Gedon. Ntambara zawera uruwando w'Egito. Bwana asifiwe. Haleluya. Tungefika pale. Hiyo ungelewa kama nimesema nini. Hiyo tunapotelewa kwa Mungu chaji. Sasa Mungu Imana haidi mtu kuwa kama mstatili unajua kusimama hivi. Imana kama kuna kitu tunakusaidia hata. Kama huna faida mbele za Mungu itakuwa. Ni mtataka kusikia imani kama ungeshakishi. Haleluya. Kama unafanya vitu bila faida. Ni mambo vitu vitafutuma. Hauna kazi yenyewe unamtumikia Mungu. Utafikiri kwa imani. Hauna chochote kile unajua kwamba Mungu atakupa faida. Usiku kwa kitatu tunaweza kuna moja kama leo akupe Nishakisha hicho kwa ngima ngo kitu maana pesa. Chakao watakuwa wahubiri. Awazaba kwa mtu. Kile kitu kijiba alikuwa amepewa mbele akajisahau. Nitamani na hao mbele tena. Ni ngomba kwa sisi. Haleluya. Wadalika. Baza sisi. Wao ndio walipewa constitution. Ni kugao mwanzo wa mhubiri yangu nilisema. Mtabikisho sasa. Kama akisahau wakati wake. Imani mtayo Biblia. Unaanza fuata gari wanapofika kule mbele. Ukatangira kwa kibogo. Au tena vitu dogo. Atidulani vitu. Utaenda kwa mbio mkono na kumbe pale kulikuwa unasimama ulikuwa na kabati umekaacha pale pale. Na waja akatoa kuingia sasa kwa ingia bi. Atitaka ingine itabakia pale pale. Atividi kandi titakueleza au kujua wakati wako. Ukutamanyanya wao. Jua wakati wako. Mimi aje sawa. Mungu sio kwa bure kukuita. Imani kwa baba mpango kwa ajili ya maisha. Imani fitendeko kwa ana mpango kwa kazi zako. Imani fitendeko. Ana mpango kwa ajili ya kile unachokifanya. Imani fitendeko kwa watu wengine watahubiri injili ya mwisho. Ni watu kutuba gani maelezo. Wao watakuwa watu watatu. Watu watatu. Sikieni kwa mimi. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hao watu watakapokufa, hao watu wazafa. Huko watu wawili ambao watakuja kuhubiri. Hao watu wazafa. Ni Zeituni. Wakati wa ziki kuu. Mugeti ni wao. Hii ziki kuu. Ni wao. Wanaita ziki ya Yakobo. Baba kwa ni wao ya Yakobo. Mateso ya Waisraeli. Ni wao ya Israeli. Hizi wanaita. Ni kwa vita. Watakuja kuhubiri. Watakuja kuhubiri. Watahubiri wakati gani? Watakuja kuhubiri. Wakati Yesu atakapochukua kanisa
mu buryo bw'ubucuruzi watakuwa wao ndio viongozi. Ni wao wazawayoboye. Kiserikali mu buryo bwa leta atakuwa viongozi. Ni uzawayoboye. Kidini mu buryo viongozi. Ni uzawayoboye. Huyo atakuwa wao wazawa. Baada ya miaka 3 na nusu atakata ule ushirika wenyewe alikuwa na Waisraeli. Iso gihe azabaita tukaliho hiyo utakuwa mwanzo wa gere ya Makedonia. Hivyo hawataka ngambara sababu atapigwa. Watampiga Waisraeli. Au Israeli wazamubali watampiga. Kumeni kimaza watakuwa napatana. Wasosiraho wasema kwamba hivi wewe utakuwa kiongozi. Wasema wewe usoma hivi uko kiongozi wetu. Ugore kiongozi watu ufanye patano na wewe. Ati tugirane ivuga. Watafanya naye mapatano. Nazogira ivuga. Neno la kwanza. Jamjane itakuwa kwenda kumwabudu Mungu yule wa kweli. Na Waisraeli kwenda kwa Palestina kumshukuru Mungu. Hii itakuwa kitu ambacho watafanya naye. Baada ya patano yao, miaka 3 na nusu ikishapita, atakuja anasema hapo tangu leo alikwisha. Yeye mlikuwa mnafanya. Hakuna mtu tena kuendelea mbele. Mwachie pale pale. Baada ya kukataza watu, Waisraeli ndio watasema havitawezekana. Kama ni hivi huyu Bwana tumpinge gani? Hiyo itakuwa chokochoko ya kuchokoza. Ya sababu wamempinga. Watapigwa. Baada ya kupigwa kwa angalia hesabu. Yeye tulisema saka rafika mimi. Hao wataokolewa. Baada ya kuokolewa watakuwa wahubiri kwa wakati wa ziki. Na hii wakati watu wataokoka. Hao watu wenyewe wanaokoka kwa wakati huu. Ndio kwamba kondoo na mbuzi. Kanisa sio kondoo na mbuzi. Kanisa sio kondoo na mbuzi. Kondoo na mbuzi ambao watatekwa wataokoka katika injili yao watu watatu ambao watahubiri. Nasema mizeituni 2 na malaika pamoja na hao watu wa Israeli. Ndio wenyewe watakuwa wakiwa wawili. Sasa wale watu wataokoka. Baada ya kuokoka kwao watakataa mpango wa shetani. Baada upande wa watu wa Mungu. Upande wa Waisraeli. Na watakapokwenda katika kambi ya Waisraeli, kwamba atakuja kuamua vita. Atakuwa ni Yesu Kristo pekee yake. Akishuka pamoja na mkutano mkubwa. Pamoja na kanisa. Unapigania usiwe katika wakati huu. Ili tuwe wakati wa kanisa. Ndio waliosema kwamba ni kondoo na mbuzi. Walitekwa. Baada ya kutekwa, Biblia inasema kwamba kondoo watakuwa mkono wako wa kuume. Na mbuzi watatiwa mkono wa kushoto. Baada ya hii kitu. Hii kutekwa kwao. Hakutakuwa wakati ya ziki. Wataokoka wamoja katika ziki. Watapotea wakati wa ziki. Baada ya ziki ndio watu watafufuliwa. Itakuwa sasa ni hukumu ya mwisho. Kwa hiyo sisi sio kondoo. Sisi tuko kanisa. Mwili wa Kristo. Siku iliyoanza kuhubiri. Siku ilianza kuhubiri. Ina neno lingine niwaambie. Nilisema kwamba Yesu ana vitu vingi anakuja kufanya kwa ajili ya watu wake. Ni wale waliomaliza masomo. Wapate tayari ya kazi zenyewe. Yeye atakuja kwa ajili ya kukamata kichwa chake. Ili aweze kuwa kamili. Nilisema kwamba atakuja kuchukua bibi harusi. Haya yote tuliyasema. Kwa hiyo hao watu watafufuliwa baada ya miaka 1000.
miaka 1000 nyuma ya igihumbi kanisa torero na Kristo wamesha kuja kutawala na Kristo wameweza kuipigwa na mbele ya kanisa kutawala kushuka pamoja na Kristo atimele kuitoroza maana Kristo sina muda wa kusoma atinaweza kusoma nasema kwamba mbinguni bila kwa mwisho kutakuwa kitu hazo mitaba unajua shetani unabi satani ana jeshi lake hapa dogo afiteni na waza yake yeye amefungwa huko zetu iwe au kebili kuzimu lakini hapa juu alikuwa mkireli ndio kwenye huko ofisi yake ndio haliho amatwara yeye watu yote yanayotendeka katika dunia ilitoa kwamba ikiwa ni vibaya vinapangwa hapo juu atitakubaya mkireli ndio maana Mikaeli atakuja ndio maana Mikaeli apigane na huyu Mungu alibane kumbe na satani piga anaanza kubaya sababu siku ambayo tutakuwa pamoja na Kristo ingetoka kuna Kristo mwepo majaribu tena na azimi hapo sababu miaka 1000 ya kutawala pamoja na Yesu ina kutawala na Kristo hakutakuwa magonjwa angwana hakutakuwa njaa tazama hakuna uchungu tabio hakuna matusi habitusi hakuna watu wa kupigana kama poza kubaya wakati wa amani zote mgeza hapo hakutakuwa ni ufalme wa Mungu tuzaona kama ni bali tunamtumikia Mungu hivyo tukarema sababu tunajua kwamba amepanga kutufanyia vizuri huko tuzikukata kulichiza tunamfuata Mungu ukurikima sababu tunajua huko tuzi amependa kuokoa nyasa sokizwa mtu imani gombania wakati wa mbele atikwanga mwana hii neema itaisha mtu zahanga wenyewe watabaki abazasi watakuwa na uchungu watakuwa watashinda kutakuwa shida ino hadari ukisoma Biblia sonye Biblia wanasema kwamba shetani atakuwa na mamlaka kubwa ndio satani anafiti baraga sonye kata mkono wako ataweza kuchukua kwa ana uwezo wa kuunga tena kana za mafiti baraga machungu yatakuwa mazito atatolewa za kwa ziki kubwa watu watakata mikono hivi unavyoona mtu akiweka mkono kwenye mafuta si uchungu utaongezwa mara 7 hauwezi kuvumilia wakimwambia kwamba uokoke kwa ajili ya damu yako utaweza hiyo maana nataka nikwambie huu ndio wakati wako usingoje wakati wa kondoo na mbuzi wakati wako ni leo wakati wa neema huko watu wa Mungu neema itani kwa ajili yako tumikie Mungu kwa neema naye tuna haki ya kuwa watoto wa Mungu tuna haki ya kuitwa watu wa Mungu tuna haki ya kutumikia Mungu tuna haki ya kurithi vitu vya Mungu Mungu akubariki ili ujue kwamba siku za mwisho kondoo na mbuzi watatengwa lakini hiyo sio wakati wako wakati wako ni huu Biblia inasema kwamba kuja kwake kwa pili atafika hapa duniani kuja kwa Yesu ni mara 3 kuja kwa siri ufufuo ziko 3 ufufuo wa siri ufufuo wa kwanza na wa pili heri mtu aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza maana mauti ya pili haitakuwa na unaheri kuokolewa kwa wakati unaheri kutumikia Mungu kwa wakati tumikie Mungu usiangalie tumikie Mungu ukijiangalia wewe na jinsi ulivyo maana utapokea taji mimi nitapokea wachungaji watapokea waimbaji watapokea kila mtu sawa na matendo yake tunafanya sababu tuna faida uko mbele hiyo faida uliyo nayo piganie uhakikishe kwamba umeikamata ufikie kwenye Mungu anataka ufikie Mungu akubariki sababu utakuwa katika sehemu yako ya kanisa achia kondoo na mbuzi wapambana na vitu vyako sisi hatutokuwa tutakuwa tayari tumekombolewa na Yesu tutashuka pamoja na Yesu tukiwa na furaha
Watu walimu wa Bwana wanasema kwamba ile sherehe wakafanyia mbinguni. Lakini wengine wanasema kwamba sherehe haitakuwa mbinguni. Sababu mbinguni hakuna vikombe, hakuna vijiko, hakuna makanya. Kanya ni hapa duniani. Bwana asifiwe. Haleluya. Utafurahi kwa Mungu. Tunayetegemea furaha iliyo mbele yako. Acha tuombe kwa ajili yako. Kwa kubariki kabisa. Leo tutakuwa kizuri. Naomba mchungaji atakuja kwa ajili ya kumalizia mkutano wetu ili aweze kutuombea. Mungu akubariki sana.